LTN. Your trending mission. Leo tuko studio. Tunataka tuimbe a cappella, si ndio? Acha tujaribu kidogo kama tunaweza imba. Bila beat. Tuimbe ngoma gani sasa? Waambieni yao. Hiyo hawata tutusi. Si matusi ndio maisha. Wewe kama utusiwi wewe basi hauna lolote. Okay, niambie venye inaenda. Lazima utukanwe. Waambieni yao. Waambieni yao. Dr. William Ruto sio size yao. Okay. So hiyo ni 10. Waambieni yao. Waambieni yao. Okay. Waambieni yao. Waambieni yao. Dr. William Ruto sio size yao. Dr. William Ruto sio size yao. Gachagua sio size yao. Gachagua sio size yao. Chama cha UDA sio size yao. Chama cha UDA sio size yao. Siep na Oscar Sudi Siep na Oscar Sudi sio size yao. Siep na Oscar Sudi sio size yao. Oyugidor sio size yao. Oyugidor sio size yao. Mimi nangoja uite ingine. Siwajui. So labda ukirielezea. Alafu hiyo sauti ni kama iko chini sana. Si unipe ingine hiyo. Waambieni yao. So nipe hiyo ya juu. Waambieni yao. Kwa wewe imba juu mimi niimbe chini. Okay, sawa. Waambieni yao. Waambieni yao. Dr. William Ruto sio size yao. Dr. William Ruto sio size yao. UDG sio size yao. Rigiji sio size yao. Chama cha UDA sio size yao. Chama cha UDA sio size yao. Cleo Malala sio size yao. Cleo Malala sio size yao. Osiep na Oscar Sudi sio size yao. Osiep na Oscar Sudi sio size yao. Oyugidor sio size yao. Oyugidor sio size yao. Pieso Molo sio size yao. Pieso Molo sio size yao. Gumbo wa Jonya sio size yao. Ani Gumbo wa Jonya sio size yao. Makata Charles Owino sio size yao. Charles Owino sio size yao. Jakibirania. Jakibirania ngombe. Ketra Kibra. Kidero atujasema. Oza. Eliudo walo atujasema. Eliudo walo sio size yao. Eliudo walo sio size yao. Kentra Kibra sio size yao. Kentra Kibra sio size yao. Evans Kidero. Kidero sahi yako UDA? Ai, kindio kusema. Kidero si ndio wako UDA sasa. Sasa hao ndio wenye wako UDA sasa. Na hata sisi sio size yao. By the way hata wewe na unajua wewe sijui unaitaka unangoja kiboko. Ndio. Unangoja nini ndio uingie UDA? Unapoteza time Momari. Sijapata kitu kwa UDA. So labda nikipata kitu. Wacha nikwambie kitu. Eka microphone ndo wakupate poa. Wacha nikwambie kitu. Chakula inapikwa watu wale ndani ya nyumba. Atupike chakula tutoke na chakula nje kwa barabara tuulize nataka kukula. Sasa wewe ingia ndani ya nyumba ukule. My friend, tuanze kuimba anthem. By the way, this one can be an anthem for UDA. Not can be. It is. Ambieni yao. Ambieni yao. Wapinzani yao. Wapinzani yao. Dr. William Ruto sio size yao.
Dr. William Ruto. Sio size yao. Rigiji. Sio size yao. DP Rigiji. Sio size yao. Cleo Malala. Sio size yao. Cleo Malala. Sio size yao. Chama Oscar Sudi. Okay, no, umeacha ile ya chama cha UDA. Sio size yao. Chama cha UDA. Sio size yao. By the way, wacha nimwambie kitu. Wewe umekuwa brand ambassador wa UDA. Mimi ni brand ambassador wa UDA. Yes. Wewe hujasikia wamama wanaimba wakisema nini? Gavana Onyi. Ulikuwa unataka kutuonesha nini? Utuoneshe kwanza. Sikiza, sio size yao imeshatolewa, sikiza. Code yake iko already. Okay. Watu wa Safaricom walishafanya ile kitu. Wakakupea sikiza code. Sikiza code. Watu waweke sikiza code. Watu wa UDA. Wekeni sikiza code ya anthem yetu ya UDA. Chama cha UDA sio size yao. Sio size yao. Kila mwanachama wa UDA hakikisha umesubscribe kwa hii sikiza code. Subscribe kwa hii sikiza. Hii simu kwani rada yake ni gani? Simu pia tuko nazo mingi. Wacha tuangalie kwa ile simu nyingine. Phone is not a problem. We have phones. In fact, not phones, machines. Gadgets. Ingine imeanguka chini, ingine iko kwa store. Ingine iko sitting room, ingine iko bedroom. Simu ziko mingi. Ile ikijifika. So hii ni ile ambayo imewekwa tu chini. Hii ni ile sasa inaokoleaga kama maneno zingine nini. Hii tunatumiaga saa zile vitu zingine bado haipo. Niko kwa UDA headquarters. Niko kwa UDA headquarters. Onyi anataka niingie kwa UDA, lakini mimi sijapata vitu venye amepata. Unajua? Hello, Ben. Hello. Hizi vitu ziko mingi. Ziko mob. Ziko mingi paka kichwa yangu hapa nafanya kazi. Anyway, sikiza code ya UDA ishatoka. Watu wa subscribe. Yes. Hata ukifinya tu *811# na uende kwa nini kwa portal ya sikiza na usearch. Sio size yao. Dunia mzima ni wimbo moja. Sisi watu wengine tuko na akili mingi. Unatoa wimbo yenye dunia mzima ikitafutwa niyo yako pekee. Sio size yao. Sio size yao. Hakuna nyingine. Enda finya *811# search. Uende kwa search a song by name. Alafu utapata hapo sio size yao. Subscribe to that skiza. Na usisahau mari ile ya gavana Onyi. Umeshasikia hiyo kweli? Utacheka. Hiyo sasa gavana Onyi. Mama naye alini convince design nyingine. Eti wewe ni governor. Ananiambia mimi ni governor bwana. Unajua hadi na sasa leo jana nikimuuliza county amenipatia governor lakini hajanipea county. So akupe county alafu akuingize kwa payroll. Cleo Malala. Kiambewe mama. Gavana Onyi. Angalia kamera.
Unajua huyo mama? Huyo mama nilimpeleka supermarket. Mambo yake iko safi sasa hivi. Ako sawa? Nilimpeleka supermarket. Ni kama huku UDA wanakulisha vizuri. UDA unalishwa vizuri huku. Kukua UDA peke yake ni kukua na yani the word UDA ni maisha mazuri. Unajua you cannot explain utamu wa asali. Hadi uonje. You cannot explain utamu wa asali. Because the word asali means utamu. You cannot explain ukali wa pilipili. Because the word pilipili means ukali. You cannot explain uzuri wa UDA. Because the word UDA means uzuri. Mimi nakwambia hapa hii studio hata tutakuja kubadilisha headquarters ya studio ya nini? Ya UDA. Lakini bado naona iko orange. Inamaanisha bado ni Azimio. Bado ni Azimio. Hii rangi si orange. Hii ni yellow. Hii rangi ni yellow. Macho yako ndio mbaya. Nyinyi ndio wale wenye wamerogwa. Hata mkiona vitu yellow mnaona zikiwa orange. Na tunawaombea. Tunawaombea macho zenu zifunguke, muone mbali. Ambieni hao. Ambieni hao. Wapinzani hao. Wapinzani hao. Dr. William Ruto sio size yao. Dr. William Ruto sio size yao. Rigiji sio size yao. DP Rigiji sio size yao. Cleo Malala sio size yao. Cleo Malala sio size. Osiep na Oscar Sudi sio size yao. Osiep na Oscar Sudi. Omari chama cha UDA. Omari the way you wimbo. Nani huyu anapiga simu? This is my sister. Situmemaliza. Tumemaliza. Hata yeye pia amekata. Tumemaliza lakini hata yeye pia yuko serious. It's okay. Tuko hapa na Onyi Jalamo, ni studio session 2. So wale ambao wangependa kututusi na by the way hii wiki hatujatusiwa. Nasikia vibaya. Please throw as much as mtutusiko kidogo ya. Mtutusiko kidogo. Mtutusiko kidogo. But unajua kuna kitu mimi nafurahia by the way. Kuna usemi fulani kitambo tulikuwa tunaambiwa kwa Kijaluo kotogwalo Dr. Mdiang Modo. Yaani chura hata akifura kiasi gani akiwa huko kwa mto, ng'ombe anakuja anakunywa ng'ombe na anaenda. Anakunywa maji na anarudi. Watu wanapiga kelele lakini Ruto anachapa kazi. Nchi inapangwa. Unaongea vibaya? Mimi naongea hivyo. Watu wanapiga kelele, Ruto anapiga kazi, nchi inapangwa. Hiyo unaongea vibaya. Omari umeshaenda kwa duka, umeshaenda supermarket kweli wewe? Wewe unajua bei ya unga sahi kweli? Unajua bei ya sukari? Wewe unajua bei ya mafuta? Niende supermarket na hii uchumi. Sasa nyinyi mnataka nini? Uchumi. Na sasa si hiyo unga inaenda kishuka. Ama mnataka ishuke paka ngapi? Like sasa hii nimeona tu ikisemwa kuwa tuko na deni ya 5 trillion. Local. Yenye ilichukuliwa na nani? Ruto. Ruto alichukua 5 trillion. Ama imeunganishwa deni ya Moi, deni ya Kibaki, deni ya Uhuru, mnataka kuwekelea Ruto. Acheni hizo bwana. Imesemwa internal domestic. Inamaanisha kuwa si ya nje. The local. Kwani local limeanza kwa hii serikali ya Ruto? Si ndio? Wakati Kibaki alikuwa iko local, alikuwa anachukua China. Hii imechukuliwa wapi? Hapa Kenya. Loan ni loan. My friend. Sikiliza. Bible inasema tunakopa tukitumia. Don't you touch the anointed one. Unapoongea kuhusu Ruto, be very careful. Mtumishi wa Mungu huyo ujue. Nani? Ruto? Mtu wa Mungu.
Na for the first time in history tumepata president. For the first time in history, yes. Kenya imekuwa na president Kenya imekuwa na president mwenye anajua hata kuomba. Hata kama ni kwenda kukula anajua kuomba. Nchi ikiwa ngumu anajua kulilia Mungu. Onyi, tuseme tu ukweli. Awacha nikwambie. Mungu tu ndiye anaweza saidia na Mungu anasaidia. Nchi inaenda vizuri. Acha nikwambie ukweli. Nchi inaenda vizuri. Sema amen. Amen. Yes. Sema amen. Inamaanisha maneno imeisha. You don't say amen lafu unaanza story. Ukijua tu venye watu wanalala njaa. Ukijua tu venye watu wanalala njaa hapa nje. Watu wanalala njaa ndio, lakini uambie wale ambao wanalala njaa wakuje kwako wakule. Tena ni mbaya. Mimi niko na space gani ya kulisha Wakenya wote? The truth of the matter ni lazima pia we have to appreciate Omari. Appreciate nini? Appreciate kwamba things are changing pole pole. Hii mambo vile Uhuru Kenyatta aliharibu hii nchi, isingebadilishwa na siku mbili. Uhuru aliacha nchi imeharibiwa 10 years. You cannot change it with one day. Sawa. So nchi inapangwa pole pole. Mambo inakuwa safi. Nilisikia mtu akisema eti wakati Uhuru alikuwa hapo, hata ungetembea kidogo uokote hata 50 bob. Saizi pale penye aliokota ile pesa arudi tu hapo. Yeye ndiye arudi hapo. Ama pesa bado iko tu hapo, lakini kuna mtu anatangulia anachukua. Awai mapema. Kama ulikuwa unaokota pesa, why? Urudi hapo. Na sasa ukuje mapema. Utaokota do. Lakini hiyo kuokota pesa na presidency inaingia na wapi? Unajua kuna vitu zingine tuwajeni kuliko. Eti wakati wa Moi nilikuwa naokota pesa. Sasa nani amekataza kuokota pesa sasa hii? Inamaanisha pesa wewe ndio ulichange barabara. Wewe ulikuwa unaokota pesa ushago. Ama mwenye alikuwa anaangusha pesa hapo alikufa. Ama mwenye alikuwa by the way umeleta story. Kuna monkeys wengine story sasa. Hawa monkeys walikuwa waenda kwa shamba ya mkulima fulani. Wanachuna maembe, wanafukuza mbio, wamekasirika. Wanasema huyu mtu pia ametuchosha kutufukuza kwa hii shamba. Wakaanza kufanya prayers. Mungu saidia. Mungu unajua unaona vile huyu mtu anatufukuza kila siku. Toa uhai wake tukue uhuru. Ule mkulima siku moja akakufa. Sasa monkeys wakafanya party ya kucelebrate. Mwenye amekuwa akiwasumbua amekufa. After 1 month wakasema sasa wanaenda kama wanajigamba. Wanajua sasa mwenye wakuwafukuza kufika walikuta hapo kama ni msituni hakuna maembe. See, it is the same thing that is happening in Kenya. Hakuna maembe kwa sababu mwenye maembe amededi. Alishadedi. Ndo okay. Hii story inarudi kwako. Wakati Moi, Kibaki na Uhuru Kenyatta watu walikuwa wanasema tumechoka. Wakati Uhuru alitolewa mamlakani, watu wali-celebrate. Si uchawi, ni maombi. Si uchawi. Lakini sasa ujue maana ya hiyo. Wewe ulikuwa unasikia vile hao jamaa walikuwa wanapiga kifua wakina Junet Mohamed. Imeenda. Deep state. But saizi watu wanalia. Okay. Walifaulu, nyinyi mlifaulu mkachukua Omari, sikiliza. Wacha kujidanganya. Wacha kujidanganya. Saizi hata sisi content creators mimi nataka tukubaliane na ukweli. Tax. Wacha tukubaliane na ukweli. President William Samuel Ruto is fixing the nation. No, just sikiliza tu. Na ukitaka kuwa maisha mazuri, hebu kuwa mtu saa zingine anakubaliana na ukweli. Hakuna kitu mbaya kama kujidinai. Mimi nakubaliana na wewe kuwa umeimba vizuri. Nimependezwa. Sikiliza tu kwanza. Kwanza wewe umeshakubali kwamba Ruto ndio president.
Ni president ya. Ushakubali? Ni ukweli yeye ndio president. Hiyo naye mwenye bado anakataa ni mjinga. Umeshakubali lazima huyo president aliingia kwenye uongozi wakati nchi ilikuwa already inazama? No. Hujakubali? That one I can't accept. So Ruto akiingia kwa presidency maisha ilikuwa sawa? Maisha naye ilikuwa ngumu, lakini sio kama hii. Sio kama hii. Tunataka tu compare notes. Haina shida. Si tunataka tu compare notes. Na tunataka to reason with ideologies. Yes, yeah? Yes. Uhuru wakati anaondoka. Unga ilikuwa pesa ngapi? Aliacha kama iko 110. Naongelelea unga kubwa. Wewe unasema ndogo. It was 230. 230. Yes. Ama hujui. Haya, tunaweka hiyo pembeni. Tunaenda kwa salad. Wakati Uhuru anatoka, salad ilikuwa pesa ngapi? Utuambie tu ilikuwa hivi sasa hivi. Saa zingine inaweza kuwa si unajua nyinyi ndio mnalalamika. Si nyinyi ndio mnalalamika, nataka to reason. Unajua ama wanalalamika kwa sababu wengine wanalalamika. No, acha nikwambie. Mimi nikienda supermarket, nachukua kile, nachukua hiki, nachukua hii, napewa bill. Unaona? So lakini haiandikwi hii ni kitu fulani ni pesa fulani. Mimi nachukua nikieka. Au angalia ni pesa ngapi? Nachukua nikieka. Mimi huwa nachukua na kifanya nini? Okay, pole. Sikuwa najua naongea na mtu wa kichwa yake ni mbaya. Pole. Lakini kwa sababu sasa nimeshajua. Sasa kama wafuasi ndio wanaenda kunituzi kwa sababu nimekuja kwa mtu wa UDA. Na huyu jamaa ndo ameanza kunituzi kwanza kabla wafuasi wanituzi. Seriously. Sikiliza. So unajua sikuwa najua kichwa yako ni mbaya. Wewe utaingia kwa supermarket ubebe vitu na ujui bei ya vitu vyenye unachukua. Juu nikienda kufanya shopping niko na do yangu. So pali inaniambia kwa hivyo wewe hata sasa hujui unga ni pesa ngapi? Sijui. Lakini kwa watu wenye wanalalamika upo. Ni kwa okay. Wewe unalalamika kwa sababu unga ni pesa ngapi? Nalalamika kwa sababu hapo awali nilikuwa naenda kwa supermarket nafanya shopping vizuri napata ni 8k. Hapo kwa 8k. Lakini saa hizi hadi unashtuka imeshoot hadi 15. So inamaanisha it is almost. Wewe ndio uliongeza familia. Hamna. Hamna. Kwa sababu sasa wewe hujui bei za vitu, tutalizo na wewe kulingana na wewe. Wewe unasema ulikuwa ukiwa na 8000 shopping imekutosha, chakula ya watu wanakula vizuri. Naam. Ulikuwa umeoa wakati huo? Si wageni wameongezeka? Hapana. Nilikuwa tu venye niko sasa hivi. Sijaoa. Si umegrow tumbo imefunguka. Nakwambia je najua. Mimi na reason na wewe hivyo kwa sababu wewe ni wale watu wanaenda kwa supermarket wanachukua unga na wajui ni pesa ngapi. Haki sijui. Sasa mimi na reason na wewe kama watu wa hiyo design yenu. Okay, basi niambie unga ni pesa ngapi sasa hivi sasa na wakati sasa Uhuru alikuwa na sasa hivi unga ni 120. Ni ukweli? Lakini unga expensive ni 150. Ama si ndo wale wakula expensive. Sasa mimi sijui unakulaga expensive ama unakulaga cheap. Mimi naye nakulaga zote. Sasa so nimetulia. Nchi inafiksiwa. Na nchi haifiksiwi na matusi na kiburi na kelele na maandamano. Nchi inafiksiwa na akili. Na ndio maana unaona His Excellency William Samuel Ruto ameinvest kwa wakulima. Kwa sababu chakula inatokaga shambani. Chakula haitokagi barabarani. Unga hiyo tunaongelelea inatokaga shambani. Si barabarani. Palidiko bado nalia. Nataka ile 6k ya baba. Unajua ile ingetupush po. Ni sawa. Nataka nikurudishe nyuma. 6k ya baba. Memory yako iko sawa? Iko sawa. Nataka tu reason. 6k ya baba. Sawa. Sawa. Tunakuja kwa 6k ya baba. Nataka nikuulize swali. Unakumbuka wakati fulani? Mgomo ilikuwa kubwa sana nchi. Baba Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka
wakasimama wakasema wanataka kulipa walimu pesa. Unakumbuka hiyo wakati? Naam. Hadi wakatoa pay bill. Unakumbuka ukumbuki? Nakumbuka vizuri. Hiyo pesa walipokusanya walipeleka wapi? Nataka jibu. Bado sijajua. Hujajua. Sasa how sure are you that 6,000 ungepata? Si labda wangetoa kwa hiyo wenye walichagua, wenye walichanga. Kwa maana nyingine inaweza kuwa bado hiyo pesa wako nayo. Miaka mingapi sasa? Huyu naye ananiingiza kwa kaburi. Hapana. Unaniingiza kwa kaburi. Nataka nikwambie. Ukiniuliza, sikiliza. Unajua imani ni haki yako. Naam. Unaweza amua kuamini ama ukose kuamini. Ni kweli. Lakini kuna imani zingine hata kijinga. Eti wewe unaamini kesho unaweza amuka ukiwa msichana. Tunasema imani duni. Eti wewe unaamini kesho unaweza amuka ukiwa msichana. Wacha nikukumbushe tena. Nataka nisikupeleke miaka zamani. Eka hiyo ndo wacha nikulete karibu. Nataka nikurudishe 2017. Hii ni juzi tu hapa. 2017. Unakumbuka 2017 zile stories zilikuwa kadhaa. Odinga ameshaenda Russia. Nataka nikukumbushe tu. Ndio ujue uko wapi. Ameshaenda Russia. Wanajeshi wa Russia wanakuja sasa Kenya. Magufuli ambaye alikuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania ameshasema baba atakula Biblia Tanzania, analetwa na wanajeshi wa Tanzania. Atakula kiapo. Atakula Biblia. Atakula. Analetwa na wanajeshi wa Tanzania. Nchi ya Kenya imeshagawiwa katikati. Hadi tuliona paka uliona hiyo map. Tuliona paka map. Na wakasema hadi State House imeshajengwa Kisumu. Bondo. State House ilikuwa inawekwa Bondo. Alafu wanajeshi wa Kenya wameshakosana, wamegawana, wako kwa kundi. Kundi ingine ina support Raila, kundi ingine ina support Uhuru. Lakini ile kundi ina support Raila ndio kundi ile wanasema ni ya wasomi, ndio kubwa zaidi. Sawa? Unakumbuka hizo enzi? Nakumbuka vizuri. Na tuliamini. Hivi kweli tupo kusema tu kweli, kwa kusema tu kweli. Eti wanajeshi wa Russia wanakuja tu hapa. Unajua umeleta hiyo story. Hadi nikakumbuka wakati tulikuwa ushago. Bwana, unapata kuwa watu wanazungumza hadi useme tu na hii ni ukweli. Hii naye. Na sisi pia tunawaongezea uongo hapo. Tunawaambia wangeniongee giniweo makatako chuno tuwadoje kibalagewa. Sasa wakisikia hivyo wao wanaamini eti pale kwa State House. My friend, State House sio mahali pa kucheza. Ngoja nikwambie kitu. So unajua unaniambia hizo vitu na wewe pia ulikuwa huko. Sikiliza. There's a friend of mine. Hii wakati maandamano ilikuja hii ya juzi. Aliniambia, "Onyi, sasa tumejipanga. Na sasa tunaenda State House. Tunaenda kutoa Ruto." Mimi hata nimeshanunua mbuzi. Sasa alikuwa ameshanunua mbuzi. Aliamini kabisa ya kwamba wanaenda kutoa president sasa. Mimi nikamuuliza tu swali. Nikamwambia, "Bro, ni sawa, lakini tuongee tu, hatuwezi tukagombana." Maana mimi pia si labda unasema kweli, lakini hebu tu reason. Nikamwambia, "Unakumbukaga wakati Raila na Uhuru walisalimiana? Walisahau ya kwamba kwa hii Kenya kuna deputy president anaitwa Ruto. Walimpiga yeye teke. Akaanguka huko. Wakachukua mtu anaitwa Matiang'i. Zile responsibilities zote za deputy president wakapatiana Matiang'i. Unakumbuka hiyo?" Akaniambia, "Nakumbuka vizuri." Akaniambia, "Sawa. For the first time in history, the sitting president alikuwa sasa na support Raila Amolo Odinga. Mtu ameshapigwa teke huko mpaka Matiang'i anaenda kwa campaign."
Deep state. Ilikuwa tukiangalia hivi kweli kwa kusema tu kweli Omari ungeangalia ile deshi, ile timu ilikuwa Azimio. Ukiona venye Raila analetwa. Paka sasa Raila analetwa paka red carpet nini. Sisi Raila alikuwa anatritiwa sasa kama tulibaki tu kupiga kura, lakini alishakuwa president. Nikamuuliza unakumbuka? Ananiambia nakumbuka. Nikamwambia unajuaga mtu? Nikamuuliza unakumbuka mtendo wa Chebukati? Hakutangaza Raila. Alitangaza Ruto. Alitangaza saa ngapi? Mchana. Kama jua inawaka. Sawa. Wakina Raila ambao ndio sisi tukaenda kotini mchana. Tukabeba evidence lori mzima. Hotel. Si bado haijakuwa hotel. Bado ni ile ilikuwa ni hopes. Ilikuwa solid. Tukabeba hopes lori mzima. So wakati for the first time in history tunapeleka evidence kwa koti lori kama imejaa. Mchana. Unajua kuna mwingine lakini ni comedy. Ngoja tu nimalize hii. Mwingine aliniambia it is ile evidence almost 600 pages zilikuwa tu your song. NASA give him ai NASA. Inaweza kuwa sasa mchana tukaenda kotini. Kome nani akasema hizo vitu zilikuwa hotel mchana. Mipango zikawekwa za swearing in Kasarani William Samuel Ruto akakula Biblia mchana na Gachagua mchana. Uhuru akampea sword yenye watu walikuwa wanasema Jimmy Wanjigi ndiye ameweka. Walikuwa wanasema Jimmy Wanjigi ndiye akona sword. Uhuru akaibeba mchana. Watu wakijaa uwanjani. Stadium karibu inabomoka. Akapeana mchana. Na akasema nitaitunza na kuilinda katiba ya nchi ya Kenya. Mungu nisaidie. Akatangazwa kuwa president. Si eti watu. Mungu. Mungu. Akakuwa president. Jina ikabadilishwa kutoka kwa Honorable William Samuel Ruto ikawa His Excellency Dr. William Samuel Arap Ruto, Commander in Chief of all armed forces. Not any force. Not just armed. Sio Kogalo. Mchana. Akaenda State House. Mchana. Mkiwa bado muko na huyo the sitting president Uhuru Kenyatta. Sasa saa hii Uhuru ni raia. Sasa ndio mmejipanga sasa. Ule wakati ndo Uhuru bado alikuwa amiri jeshi mkuu. Sasa ndio mmejipanga, sasa mnataka kwenda kutoa huyo. Alafu watu wenye akili timamu wakiitwa, we pia unaenda. Na eti akili yako ni timamu wakati akili yako si mzuri. Omari, sisi tumekubali. Omari, sikiliza tu tumalizane. Nakupea dozi. Tukana Ruto. Tukana Gachagua. Tukana kila mtu. Hata vile wanatukana PS Omolo sahi. Tukana Jalas. Tukana hata Onyida Lamo. Tukana. Lakini hapana leta ujinga State House. Ile ni dunia ingine my friend. State House. Yani in fact kusema tu naenda State House. Treason. That is another word. Kusema tu naenda kutoa president. Another thing. Hiyo ni
treason. Yo, Kuanza tu safari yetu unaenda sasa State House kutoa president. Ni treason. Another death. Uko na death double. Hata hapo kwa State House imeandikwa kwa fence ya nje. Uwe nasikia tu kuna mafences lakini ya nje imeandikwa Kuna gate. do not be around here if you don't have permission from the interior security. Sasa zingine napita tu hivyo nikienda hapo Royal Media. Unasoma tu ukipita do not be around. Wewe unaonaga unaonaga siku hizi nikipost kila kitu naweka nembo ya serikali. Unajua kwa sababu? Wewe unaona saa hii hata nikisalimia tu watu mafans kwa Facebook tu mafans mambo vipi? Nembo ya serikali lazima iko hapo. Biblia inasema wakumbushe hata kama wanajua. Unajua? Unajua kuna vita vingine mahali. Kuna vita vingine. LTN. Low trending mission.